Ninatumaini wewe ni mzima kabisa, mtazamaji wa chaneli hii ya Maisha na Simulizi. Ninakukaribisha. Mimi naitwa Dr. Sofili, kama ndio mara yako ya kwanza, lakini kwambie tu chaneli hii tunakuwa tunasimulia simulizi zile za Biblia, lakini vile vile tunaangalia jinsi gani yanaweza kuungana na maisha yetu ya kila siku. Pia ni njia mojawapo ya kuweza kuruhusu basi neno la Mungu liweze kufanya kazi katika maisha yetu. Kipindi cha kwanza tuliangalia simulizi ya Nabali na tuliishia kwa kutazama kiburi cha Nabali. Nabali alibarikiwa utajiri, lakini Nabali akanyimwa moyo wa huruma. Tuliishia pale ambapo Nabali anawakataa wale vijana wa Daudi, na vijana wa Daudi sasa leo hii tunapoendelea wanarudi kwa Daudi. Karibu sana. Simulizi hii utaipata kupitia kitabu cha Samueli wa kwanza na sura ya 25, kuanzia pale mstari wa kwanza ambapo anaelezea kifo cha Samuel, lakini ukishuka chini basi unaweza ukaipata simulizi hii ya Nabali. Kama nilivyokuambia, tuliishia pale ambapo Nabali anawakataa wale vijana wanarudi kwa Daudi kumwambia, Bwana, Nabali ametukataa. Sasa Daudi baada ya kuona mbona Nabali ametukataa, akapatwa na hasira, na alivyopatwa na hasira Daudi akasema, nitaenda kuweza kujilipizia kisasi kwa Nabali, lakini sio tu Nabali, mpaka familia yake nzima. Dhambi moja ya Nabali ikabeba mpaka familia yake nzima. Na Daudi alipokuwa anajiandaa na vijana wake kwenda basi huko Maoni ili kulipiza kisasi kwa Nabali pamoja na familia yake, Mungu naye ni mwema. Kijana mmoja wapo akasikia zile habari, akamkimbilia mke wake ambaye Abigaili, mke wa Nabali, akaenda kumwambia yale yote ambayo Nabali alikuwa amewafanyia vijana wa Daudi. Lakini kijana huyu pia ambaye alikuwa ameenda kwa mkewe na Nabali akamwambia kwamba kiukweli vijana wa Daudi walitenda mema sana kwetu. Kipindi kile ambapo tuko nao waliweza kutulinda, mabaya hakutupata. Akaelezea zile sifa na ule wema wa Daudi kwao. Basi Abigaili kama mwanamke mwenye hekima hakutaka mambo mengi, hakuweza kurudi tena kwa mumeo wakati ule, lakini yeye akasimama katika nafasi yake kama mke, kama mama. Akabeba mikate, akabeba vinywaji, akafungasha kwenye punda wake, akabeba vijana baadhi kwamba ninaomba mnisindikize kwenda kwa Daudi kabla hajafika kuweka hayo maangamizi katika nyumba yangu na watu ambao wananizunguka. Akaambatanisha vile vitu, huyo akaanza safari moja kwa moja. Njiani akaja sasa akakutana na Daudi. Alivyokutana na Daudi na Abigaili, akaanza kwa maneno. Kwanza akashuka pale kwenye punda wake, alikuwa amepanda punda, akashuka akamuinamia Daudi, akaanza kwa maneno. Alianza kwa maneno mengi mazuri, lakini maneno yote hayo yalikuwa ni kutuliza ile hasira ya Daudi. Na alipotuliza ile hasira ya Daudi, basi Daudi ukisoma kwenye mstari wa 32 nitasoma, anasema, naye Daudi akamwambia Abigaili, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli ambaye amekuleta hivi leo kuni lake, na ibarikiwe busara yako, na ubarikiwe wewe uliyezuia hivi leo nisimwage damu wala kujilipiza kisasi kwa mkono wangu mwenyewe. Kwa sababu Daudi alikuwa anataka alipize kisasi, lakini Abigaili alivyoenda alimwambia kwamba, je, unataka kweli ujilipize kisasi kwa mkono wako wewe mwenyewe? Lakini alikuwa anatumia busara yake kama mwanamke, na vile vile alikuwa anaonyesha kwamba yani kwa ajili ya huyu mtu mpumbavu sawa sawa na jina lake. Tutapokuja kuangalia maisha, hii simulizi pia hapa kwa siku hii ya leo inalingana vipi na maisha yetu, tutakuja pia hapo kugusia. Lakini
Daudi akashuka, akashuka, Sila ikashuka. Ukisoma mstari wa 35 inasema kwamba basi Daudi akapokea mkononi mwake vitu vile alivyomletea, akamwambia, haya, kwea kwa amani kwenda nyumbani kwako. Tazama, nimesikiliza sauti yako, nami nimeukubali uso wako. Akakubali, Daudi akaondoka zake, na kisha yeye Abigaili akarudi kwake. Sasa Abigaili aliporudi kwake, akakuta Nabali amefanya karamu kama kasherehe nyumbani, anakunywa pale nyumbani, yani hajali. Kama tulivyosema kwenye simulizi ile sehemu ya kwanza, alikuwa ni mtu ambaye yani hana moyo wa huruma, hajali, amebarikiwa vingi lakini ni kama mjinga tu. Kwa hiyo basi akaona hapana, kwa wakati huu, kwa kuwa pia huyu mtu ameelewa, nisimfuate na wala nisimwambie kitu chochote. Akaondoka zake, akaendelea kufanya mambo yake. Siku ile ikapita. Kesho yake sasa asubuhi, Nabali, pombe ilipomuisha, divai ile ilipomuisha, na Abigaili akaenda akamuelezea yote ambayo yalikuwa yametokea pale pale. Nabali moyo wake, Biblia inasema moyo wake ukao umekufa. Ukisoma pale 37 anasema na moyo wake ukafa ndani yake, akawa kama jiwe. Tunaona kwamba sasa akaanza kujutia, akaanza kujutia, kumbe mimi nilikuwa mpombavu hivi. Akajutia, moyo wake ukaingia ganzi, lakini ikawa ni too late, kwa sababu pia alikuwa mke wake amesharekebisha. Lakini tunaona ndo kuna msemo mmoja unaosema majuto ni mjukuu. Ile hali ya majuto, ile hali ya kudhoofika, ile hali ya kujuta, ile hali ya kila kitu, siku 10 tu Nabali akafanyaje? Akafa. Tunajifunza nini katika maisha yetu siku hii ya leo? Kitu kwanza tunachobidi kujifunza ni busara. Hapa kaangaliwa Abigaili kama mwanamke, lakini haijalishi ni mwanamke au ni mwanaume, lazima uwe na busara. Ongea yako. Abigaili angemfuata Daudi kwa hasira, japo hata kama alikuwa anahitaji ukombozi, isingesaidia kitu. Lakini Abigaili alijishusha, akashuka kwa punda wake. Alikuwa na uwezo wa kumsimamisha, tunasema kumovertake Daudi pale juu ya punda wake na kuongea naye, lakini alijishusha. Kujishusha, jishushe sehemu yoyote, kazini, nyumbani, kwa marafiki zako, jishushe. Lakini vile vile tunaangalia kitu kingine ambacho tunaweza kusema gharama. Nabali alipata gharama ya kiburi chake. Na hiyo gharama ilipelekea kifo. Alipata majuto. Alijutia, kwa nini nilitenda hivi? Kwa nini nilifanya hivi? Kwa nini? Kila kitu unachokifanya jua kina gharama. Jiulize kabla ya kutenda. Je, ninaweza kufanya? Nikiweza kufanya, matokeo ni nini? Je, siwezi kufanya? Nisipofanya, matokeo ni nini? Itanikosti mimi au itakuja kukosti watoto wangu au itakuja kukosti familia yangu au itakuja nini? Inagharimu nini hiki kitu ninachokifanya leo? Nini gharama yake? Yeye Nabali aliwafukuza. Tuliona pale sehemu ya kwanza simulizi hii, akawaambia si heli nigawane na hawa familia yangu. Alionyesha kujali familia yake. Lakini ile gharama bado kidogo tu aiponze familia yake yote. Isingekuwa ni kusimama kwa mwanamke huyu mwenye hekima Abigaili na kwenda kuituliza ile hasira ya Daudi, yamkini leo hii simulizi isingekuwa hivi. Kwa hiyo basi, mtazamaji wa Maisha na Simulizi, mimi natumaini kwamba mpaka hapo siku hii ya leo umeweza kujifunza kitu. Kipindi hiki ni Maisha na Simulizi. Kipindi hiki kinakujia hapa kwenye chaneli hii, na mimi naitwa Dorcas Safieli. Unaweza ukatoa maoni yako, unaweza kushare, lakini vile vile unaweza pia kusubscribe channel hii. Mimi nakuambia tu kwamba hutojutia, kwa sababu ni sehemu mojawapo ya kuruhusu neno la Mungu liweze kufanya kazi katika maisha yako. Hadi wakati mwingine, uwe na siku njema. Asante.